Amen. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema ambayo umetupatia Bwana. Asante kwa mtu huyu ambaye yuko tayari kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Ndugu yangu mpendwa, mimi kwa jina naitwa Pastor Dominic M. Masi kutoka Manyara, Tanzania. Namshukuru Mungu sana ambaye amenipa neema hii ambaye naweza kusema na wewe. Karibu tujifunze somo letu hili linalosema Roho Mtakatifu katika kuumba upya. Roho Mtakatifu katika kuumba upya ni kazi ya Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwanadamu anapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Roho Mtakatifu huanza kazi na kumpa maisha mapya. Roho Mtakatifu huanza kumbadilisha na kumpa maisha mapya. Yaani yale maisha ya zamani yanaondoka, mtu anapata maisha mapya. Maisha mapya yanamaanisha yale ya zamani hayapo tena, sasa ni mapya. Acha tuone katika utangulizi wetu. Yohana 1:12 hadi 13 nasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, waliozaliwa si kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili, bali kwa Mungu. Maana kuzaliwa kwa mara ya pili ni kazi ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kuzaliwa mara ya pili, Yohana 3 hadi mstari wa 5 hadi 7, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Haya ni maneno ya Bwana Yesu alipokuwa anazungumzia kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Akamwambia Nikodemu, mwalimu wa falsafa na mwalimu wa theolojia ya Kiyahudi, ambaye aliyekuwa amebobea sana, lakini hakujua jambo hili kwa sababu lilikuwa la Roho wa Mungu. Kwa hivyo kuzaliwa mara ya pili ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mtu. Huyu ndiye alielekezwa na Yesu namna ya kuingia katika ufalme wa Mungu, kwamba ni kuzaliwa mara ya pili. Roho Mtakatifu hufanya upya. Roho Mtakatifu humfanya mtu upya, kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutakasa maisha ya mwanadamu na kuanza maisha mapya. Tito 3 mstari wa 5. Kiumbe kipya. Wakorintho wa pili 5:17. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya, haleluya. Aliyezaliwa mara ya pili anaacha maisha ya zamani, maisha ya dhambi, maisha ya ulevi, maisha ya ukahaba, anakuwa kiumbe kipya. Anakuwa mtu wa maombi, anakuwa mtu wa ibada, anakuwa mtu wa kusoma maandiko, anakuwa mtu wa nidhamu, kwa sababu amekuwa kiumbe kipya. Moyo mpya. Kitabu cha Ezekiel 36 mstari wa 26 hadi 27. Mungu alisema, nami nitawapa moyo mpya, nami nitatia roho yangu ndani yenu. Na amesema ataondoa moyo wa jiwe na kumbadilisha mtu kuwa na moyo ambao unampenda Bwana. Tena Mungu akasema, nitawaendesha katika sheria zangu. Neno la Mungu. Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza 23. Mtu anazaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu. Anasema, ninyi mmezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu. Mmezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu lenye uzima, si kwa vitu ambavyo vinaharibika, kwa mwili ambao unachakaa, kwa mwili ambao unakuwa katika hali ya kupita. Uzima wa kiroho. Warumi 8 mstari wa 10 hadi 11 anasema, roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Roho aliyemfufua Yesu anakaa ndani yenu. Hii inamaanisha Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yako anaweza kufanya mabadiliko makubwa, na wewe unakuwa na uzima wa kiroho. Kuongozwa na Roho Mtakatifu kama Warumi 8:14 inavyosema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Mtu aliyezaliwa upya huongozwa na Roho Mtakatifu. Dalili ya kuumbwa upya. Wagalatia 5:22 hadi 23. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Mtu wa Mungu na kukaribisha Roho Mtakatifu aweze kuingia ndani yako ili akuletee maisha mapya, maisha ambayo yanaleta tabia mpya kama ambavyo tumesoma hivyo. Ushindi juu ya dhambi kama ambavyo Yohana 1
3:9 anavyosema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa kuwa amezaliwa na Mungu. Roho Mtakatifu humwezesha Mkristo kuacha maisha ya dhambi. Kuumbwa upya ni kazi ya Roho Mtakatifu, hubadilisha moyo, maisha na tabia za mwanadamu. Bila Roho Mtakatifu hakuna kuzaliwa mara ya pili wala maisha ya wokovu. Haleluya. Pastor Dominic M. Masi kutoka Manyara, Tanzania. Neno ni chakula cha kiroho. Neno ni chakula cha roho. Nimekutumia email yangu hapo, WhatsApp namba hiyo inaishia na 90, na unaweza kunipigia kwa namba hiyo ya Airtel ambayo ni 0782671199. Ya WhatsApp ni 0762176690. Unaweza kutumia pia sadaka yako kwa ajili ya kusapoti mahubiri yetu ya kimtandao. Basi karibu sana pia katika kanisa letu la GCT Tanzania, maana yake Gilgali Church of Tanzania. Kanisa tunajali huduma yako na wokovu wako, tufanye kazi na mtu au na kila dhehebu. Neema na iwe kwenu katika jina la Yesu. Ninawapenda popote Tanzania na nje ya Tanzania. My God bless you. Mungu wangu awabariki.